saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya kuwa tumemaliza kusherekea sikukuu ya Eid al-Fitri. Nitumie fursa hii adhim na maridhawa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kutoa salamu za Eid al-Fitri kwa wote Waislamu walio ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika nzima na ulimwenguni kwa ujumla. Na niseme tu wazi kwamba kulla amin wa antum bikhairi. Ndugu zangu, kama ilivyo ada yetu na kama ilivyo kawaida yetu, tumekutana kwa mara nyingine tena katika muendelezo wa uchambuzi wa masuala yetu mbalimbali yanayohusu siasa pamoja na diplomasia ulimwenguni. Na kama ilivyo ada yetu, bado tunaendelea kuangalia mapambano, vita ambavyo vinavyoendelea kule Mashariki ya Kati. Vita ambavyo vimekuwa vikichezwa zaidi na masuala ya propaganda ya vyombo vya habari kwa kuto kuelezea juu ya uhalisia wa baadhi ya mambo ambayo yanayotokea na mashambulizi ambayo yameendelea kufanyika ndani ya Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya Marekani pamoja na Israel dhidi ya taifa la Iran, lakini majibisho ya visasi pamoja na kupindukia kwa mabomu makubwa, mabomu ya kisasa, mabomu ambayo yanatishia dunia kutoka upande wa Iran kwenda kwa washirika wa Marekani ambao ni Israel pamoja na kambi za Marekani ndani ya Mashariki ya Kati. Hivi asubuhi tunavyozungumza, imetokea kauli ya kusitisha mapigano. Ikumbuke kwamba rais wa Marekani Donald Trump tayari ameandaa jeshi kubwa, jeshi ambalo linakwenda kwa ajili ya kukomboa au kufungua bahari lango kuu la Hormuz, ili meli za kibiashara, meli ambazo zimebeba bidhaa ya mafuta ziweze kupita katika njia ambayo ni rahisi. Lakini wakati huo huo, Iran katika pwani hii ya Hormuz imeweza kutega mabomu ya aina nyingi, mabomu mengi, mabomu ambayo yanasubiria tu ni nani ambaye atakayeweza kuchupa mipaka walioiweka Iran, ni nani atakayevunja kanuni walizoweka Iran, ili waweze kuripua kila ambacho kinachopita katika bahari hiyo ya Hormuz, katika lango hilo la Hormuz. Lakini mgogoro huu umeendelea kuwa ni mgogoro wa aina yake, mgogoro ambao unatengeneza historia, mgogoro ambao unakuja kuchukua taswira ya mgogoro wa kikanda kwa kushuhudilia kwamba Urusi ameagiza tayari meli 25 katika pwani hii na lango hili la Hormuz. Hii yote ni kwa ajili ya kufanya udhaifu, kudhoofisha nchi za magharibi, na hasa nchi ya Marekani ambayo ndiyo ilikuwa inasadikika kwamba ni nchi kubwa duniani inayoongoza kwa kuwa na viwanda vingi, viwanda ambavyo vinavyotegemea uzalishaji, uendeshaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Mrusi amekwisha tuma mpaka sasa meli 25 za vita kwa ajili ya kuisaidia Iran kulinda lango hili la Hormuz. Lakini wakati huo huo, tayari nchi ya Hispania imechukua jukumu la kuwaondoa askari jeshi wake wote na wapiganaji wake wote waliokuwa ndani ya Mashariki ya Kati. Na hii imeonekana wazi kwamba nchi za Ulaya hazitaki tena kushiriki katika vita hivi, kwa sababu hawaoni natija yake na hawakushirikishwa tangu mwanzo. Lakini pia madhara ya vita hivi vimekuwa ni vikubwa mno katika nchi za bara la Ulaya. Kwa yule ambaye atakayeamua kushiriki, maana yake atakuwa hayupo salama. Sasa hii ndiyo ambayo imepelekea kwamba Hispania kwanza kufukuza ndege za Marekani zilizokuwa zimeweka kambi katika nchi ya Hispania, lakini pia tunakwenda kutoa askari wetu walioko ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo Hispania imefanya jambo hilo. Rais Donald Trump, na sidhani kama kichwa chake kipo salama, na hili nawathibitishieni kwamba laiti kama wa Marekani watashtuka na kumpeleka katika vipimo vya mambo ya kisaikolojia,
mambo ya akili na fikra hawezi kutoboa, kwa sababu asubuhi anazungumza hili, mchana anazungumza hili, na jioni anazungumza hivi. Amekuwa akizungumza uongo mtupu katika vyombo vya habari, kuonyesha ulimwengu kwamba anafanya vizuri, kuonyesha ulimwengu kwamba Iran imezidiwa, Iran imepoteza mwelekeo, Iran tumekwisha waua kweli viongozi wake, Iran hawana nguvu walizokuwa nazo, Iran tayari silaha zake zimekwisha, Iran kadha wa kadha. Lakini mwisho wa siku ni kwamba muda ndio ambao unazungumza, kama wanavyosema Waarabu kwamba alwaqtu tatakallam au azamanu tatahaddathu, muda ndio ambao unazungumza. Sasa leo Rais Donald Trump pamoja na majigambo yote ambayo alikuwa ameyafanya, kwanza kabisa alitoa masaa 48 na kuitaka Iran iweze kufungua mlango wa Hormuz ili waweze kupita na kupitisha bidhaa zao, na la sivyo basi kitatokea chochote. Wakati huo tunatuma jeshi kubwa kwa ajili ya kwenda, na inasadikika kwamba zaidi ya wanajeshi 50,000 tayari wamekwisha kusanywa na kuelekea Mashariki ya Kati. Lakini wakati huo tayari anatoa karari nyingine, anatoa ripoti nyingine, anasema hatuna lengo, tumekwisha zungumza na serikali ya Iran, kwa hiyo tunatoa siku 5 na hatuna lengo la kuvamia, la kufungua mlango huo wa Hormuz kijeshi au kwa kupitia matumizi ya nguvu. Lakini Araghchi ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema hatuna mpango na wala hatujazungumza chochote na serikali ya Marekani juu ya kusimamisha vita. Hii maana yake ni nini? Hii maana yake ni kwamba Irani imejiandaa kwa namna yoyote ile, na vita hivi late kama watu hawatoangalia, mimi nina imani kwamba yawezekana baadaye yakaja kutumika mabomu ya nyuklia. Ni jambo tu kwamba watu hawataki kusema, lakini kwa hali namna ilivyo, hali mbaya ambayo anakumbana nayo Israel, hali mbaya ambayo anakumbana nayo Marekani, maana yake ni kwamba hawa mwisho wa siku watataka watumie mabomu ya nyuklia, jambo ambalo ndilo litakuja kuzua sasa mzozo wa kikanda, vita vya kikanda, kwa sababu na imani Urusi hawezi akakubali, lakini pia China na yeye pia hawezi akakubali. Sasa jambo hili maana yake linakwenda kuzua mzozo wa kikanda, mzozo ambao utashirikisha mataifa haya matatu, utashirikisha China, lakini pia utashirikisha Urusi, lakini pia utashirikisha Iran yenyewe, na nina imani kwamba Korea na yeye ni sehemu ya mataifa yanayosubiria kama ni mziki ufike kwenye chorus ili na wao waweze kuingia, kwa sababu wanakerwa na hiki ambacho kinachoendelea ndani ya Mashariki ya Kati na sera za kimataifa za Marekani pamoja na Israel. Lakini wakati huo Iran haijapoa. Iran kila siku zinavyokwenda ndivyo ambavyo inavyozidi kuonyesha uwezo wake wa hali ya juu. Kitendo cha Iran kwenda kupiga kambi ya Uingereza baada tu ya Marekani kuthibitishiwa kwamba ana uwezo wa kutumia kambi hiyo ya Diego iliyoko katika bahari ya Hindi, kilomita zaidi ya 4,000. Maana yake ni kwamba hizi zilikuwa ni sehemu ya salamu ambazo zinazoendelea kutumwa na Iran kwamba tuko vizuri na tuna uwezo wa kufanya mashambulizi katika ngazi yoyote. Kwa salamu hizi ambazo zilizotumwa za kwenda kupiga kambi hii, maana yake ni kwamba Iran ina uwezo wa kupiga Ujerumani, Iran ina uwezo wa kupiga Hispania, Iran ina uwezo wa kupiga Uingereza. Hii ndiyo maana ya hizi salamu zilizotumwa. Sasa Rais Donald Trump ajichanganya kwa kusema kwamba tunasimamisha uvamizi wa kijeshi wa kufungua lango la Hormuz baada ya siku 5 kwa ajili ya mazungumzo na serikali ya Iran. Lakini wakati huu waziri wa mambo ya nje ya Iran Araghchi amekataa na amekanusha habari hizo
kwamba hatuna mpango wa kuzungumza na Marekani na wala hatuna mpango wa kusimamisha vita kwa siku 5, na wala haitotokea kwamba sisi tunaweza kukaa na Marekani meza moja. Cha msingi ni kwamba tumekwisha amua kuingia vitani kwa kulipiza kisasi kwa yale ambayo wao walioanzisha wenyewe na kuua sehemu ya viongozi wetu. Kwa hiyo hapa sisi hatuna cha kupoteza, ima ninyi mbaki au sisi tubaki, ima sisi tuishe au ninyi muishe. Kwa hiyo chagueni mmoja. Lakini wakati huo Rais Donald Trump anazungumza kwamba ameliamrisha jeshi la Marekani kusitisha mashambulizi yake dhidi ya serikali ya Iran. Lakini wakati huo tayari alikuwa amekwisha toa go ahead ya kwenda kushambulia na tishio la kwenda kushambulia vyanzo vya mafuta, lakini pia sehemu ya vituo vya umeme. Lakini jibu lililotoka Iran ndilo ambalo limesababisha Marekani ishindwe sasa kuvamia lango la Hormuz kijeshi, kwa sababu shambulizi la aina yoyote, kwa mujibu wa serikali ya Iran, kwamba shambulizi la aina yoyote katika vituo vya umeme, maana yake itakuwa kisasi chake ni sisi kwenda kushambulia miundombinu yoyote ile ambayo inayohusika na masuala ya kufua umeme pamoja na mafuta, ambayo ina linki pamoja na serikali ya Marekani ndani ya Mashariki ya Kati. Unaweza kuona namna gani mzozo huu, kwa kadri ambavyo siku zinavyokwenda ndivyo ambavyo mzozo unakuwa. Lakini hii yote rais wa Marekani Donald Trump anaonyesha wazi kwamba hali ni mbaya sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu anazilaumu nchi za bara la Ulaya, za umoja wa NATO, kwamba kila alipowaomba msaada waliweza kumkatalia, hawakuweza kumuitikia na walimgomea. Ujerumani ilimgomea, lakini pia Ufaransa ni moja kati ya nchi ambazo zinatengeneza ushawishi mkubwa ndani ya nchi za bara la Ulaya, kwamba imefikia wakati wa wao sasa kujitegemea, lakini pia kujizatiti na kutengeneza nguvu zao bila kumtegemea yoyote yule ambaye anaweza kuwalinda kiuchumi, anaweza kuwalinda kijeshi, anaweza kuwalinda kiteknolojia. Unaweza ukaona namna gani mzozo huu unavyokuwa mkubwa, kiasi kwamba Marekani anajutia uamuzi wa kwenda kuivamia Iran. Lakini pia jeshi la Iran limekuwa likitupa makombora mazito na makubwa ambayo hayajawahi kutokea, na mashambulizi haya ambayo hayajawahi kutokea tangu vita hivi vianze katika miji ya Tel Aviv, lakini pia katika kushambulia makombora ambayo yamekwenda kushambulia vyanzo vya nyuklia, vinu vya nyuklia vilivyopo katika nchi ya Israeli, hasa kule Daimuna. Na inasadikika kwamba mashambulizi yaliyofanywa usiku wa kuamkia leo tayari takriban watu 500 wamepoteza maisha, jambo ambalo limepelekea Waisraeli wengi kuanza kukimbia maeneo yao na kwenda katika nchi za Waarabu. Yaani kuna malukuki, maelfu ya Waisraeli wamekuwa wakikimbia kutoka katika maeneo yao ya nchi ya Israeli na kwenda katika nchi za Waarabu. Na sisi pia Afrika tunapaswa kujiandaa kwa kuwapokea wageni hawa, lakini tujue kwamba tunakaribisha hatari kubwa sana, kwa sababu hawa wamewekwa pale kwa mpango maalum kwa